Nimesikia ile gugu lina maajabu. Maajabu kwenye kuzaliana, maajabu namna kutapakaa, lakini maajabu mengine kunyima oksijeni kwa samaki. Ni kweli haya maajabu yapo? Ya, ni kweli kwa sababu kitaalamu hili gugu lina uwezo wa kuzaliana mara 2 mpaka 3 ndani ya siku 8. Kwa hiyo kan imagine kwamba linakuwa kwa kiasi gani. Na sio mpaka liwe zima, hata kama nitakipande kadogo kana uwezo wa kupropagate na kukua. Okay. Kwa hata tunapoyatoa mengine yanaendelea kuota. Kwa hiyo sio kama tukitoa leo kesho hayatakuwepo. Kwa hiyo ndio maana inabidi tutafute solution ya haraka na ya kudumu. Mkurugenzi aligusia hapa kuna wadudu Salvinia weevils ambao wenzetu wametumia. Nchi za jirani hapa Uganda walipata, Ziwa Kyoga walikuwa na ile changamoto ile gugu maji. Sio kwa upande wa Victoria. Kwa hiyo walipambana nalo kwa kutumia njia zote 3. Biolojia sasa ndio kutumia wadudu ambao ni mbawa kavu na kwa gugu hili. Sasa wale wadudu wako specific. Ile gugu la zamani kulikuwa kuna mbawa kavu wake. Wanakula mpaka sasa hizi tunao. Na hata ukiangalia kwenye yako machache sana ziwani sasa hivi. Na ukiangalia kwenye lile gugu kuna wale mbawa kavu wanaendelea kula. Lakini hawa wale mbawa kavu wale hawali gugu maji. Kwa hiyo wanakwake specific ndio wanaitwa Salvinia weevils. Kwa hiyo kwa taarifa tulizozipata Uganda wanayo kwa sababu waliwatumia. Na katika hizi hatua tunazofanya za muda wakati sasa timu ya wataalamu itaenda Uganda ikapata experience kwamba wenzetu walifanya nini na hao wadudu wapo tunawapataje ili tuje tuwazalishe huku kwetu kwa ajili ya kuwa release kwenda ziwani kutumpula ili gugu maji. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya haraka. Lakini umesema pia kuhusu oxygen. Kama yani ukienda pale site likiwa linatanda kabisa juu ya maji kama carpet. Kwa hata mtoto mdogo akija anaweza akajua kwa sababu ajui ni maji pale anaweza kapita akatembea. Jana nilikuwa ni uwanja wa gofu. Umeona? Kwa hiyo sasa linapotanda pale, oxygen tunategemea iingie kutoka juu. Mwanga uingie kutoka juu. Kwa ile linafunika pale. Na maana huku chini hatupati mwanga, hatupati oxygen. Kwa hiyo samaki na viumbe wengine wa majini walioko chini kuna hatari kubwa ya kukosa oxygen. Na tunajua kiumbe hai akikosa oxygen na suffocate kinakufa. Kwa hiyo lengo kubwa nataka tuyatoe ili kuzuia sasa samaki na viumbe wengine wasipate hiyo changamoto ya kukosa oxygen. Na hata sasa hivi tumepata taarifa za watu wa uvuvi kwamba kiwango cha samaki kinachovuliwa kimepungua. Na kimepungua kwa sababu gani? Moja wapo ni hili gugu lakini na changamoto zingine za mazingira kama uchafuzi wa mazingira ambao unatokana sasa nje, kuna ndani ya ziwa na nje ya ziwa. Kuna shughuli nyingi, kuna maji machafu ya majumbani, ya viwandani yanatibiwa. Je, yanatibiwa kwa kiwango ambacho kinatakiwa kuwa released kwenda kwenye vyanzo vya maji? Hiyo pia ni changamoto. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie maji yanayoenda ziwani, maji machafu yatibiwe, yafikie vile viwango. Lakini pia tuna jamii inazunguka ziwa, inatumia maji, ina vyoo. Yale maji wengine hawayatibu kabisa, yanaenda moja kwa moja ziwani. Tuna mashamba mengi. Tunalima pamba, tunalima mpunga, tunalima mahindi, tunatumia madawa, tunatumia mbolea. Mwisho wa siku mvua zikinyesha, maji yatatiririka yataenda ziwani. Ndio sababu sasa yanaongeza virutubisho ziwani. Ndio maana ili gugu linaweza kushamiri na kukua. Kama hamna virutubisho, haliwezi kukua kwa sababu hamna chakula. Kwa hiyo kwa sababu virutubisho vinatoka sasa nje ya bonde na vingine ndani ya ziwa, inasababisha ili gugu maji kushamiri na kuendelea kukua na kusababisha hizo changamoto ambazo tumezisema hapo. Asante. Sam, wananchi nachoweza kuambia sasa hivi kama alivyosema mkurugenzi, tuna jarida. Ile jarida ni njia mojawapo ya kutoa taarifa kwa jamii, kwa wananchi na kwa wadau wengine. Kwa hiyo tunaomba ili jarida wetu walisome, walipitie. Na mtu anapopitia basi amshirikishe na mwenzake, amshirikishe na mwingine ili jamii kwa ujumla, umma uweze kupata taarifa kuhusu ili gugu maji jipya. Lakini pia kule kuna njia au hatua au jitihada ambazo bodi imefanya au serikali imefanya. Pia wazione na wajue namna ya kukabiliana na ile gugu maji. Na pia kuna njia za kulisambaza, waweze kuziepuka lisiendelee kusambaza hivi, maana ni changamoto kwenye vyanzo vya maji. Hasa kwenye maziwa kwa sababu maziwa ndo uchumi hizi wa Victoria, uchumi wa kanda ya ziwa unategemea ziwa Victoria mathalan. Kwa hiyo sasa tukipata changamoto kama hii, ili gugu likisambaa kwenye ziwa, uchumi wa kanda ya ziwa unaenda kushuka. Kwa hiyo tunaomba wananchi
tunaomba jamii tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kutokomeza hili gugumaji jike. Asante.